Tukaanze somo letu moja kwa moja. Bwana asifiwe. Somo letu katika kitabu cha Waamuzi sura ya 6. Nataka nianzie mstari wa 6 niendelee mpaka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Anzia mstari wa 6 na kuendelea. Biblia nasema Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli, naye akawaambia, Bwana yeye Mungu wa Israeli asema hivi, mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa. Nami niliwaokoa na mikono ya Wamisri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea. Nami niliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi nchi yao. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiche miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao. Lakini hamkutii sauti yangu. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanaye Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, e shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ajabu waliotuhadithia baba zetu, wakisema, je, siye Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midiani. Je, si mimi niliyekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndiye niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiye wewe unayesema haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Sema amen. Biblia inaanza kwa kusema Israeli walipata mateso sana, walitwezwa sana, walipata mateso kweli. Kwa nini walipata mateso? Kwa sababu wakati huo walijikuta wako chini ya Wamidiani, na wale Wamidiani hawakuwa watu wazuri kwao. Wamidiani waliwatesa sana wana wa Israeli. Israeli ilifika wakati hata wakiwa wanalima inabidi mazao yao waende kuyaficha. Kwa nini wanayaficha? Kwa sababu wale Wamidiani walikuwa kuna wakati wakija wanayachukua yale mazao wanayapeleka kwenye maeneo yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ama wanachukua wakayatumie wao. Unakuta mnalima unapata mazao yako, lakini wao wakija wanachukua. Nishotu kwamba walikuwa wanakuja kula ambacho hawajakilima wao, wanakuja kuvuna. Tena inawezekana hadi kuna wakati walikuwa wanakusubiri mpaka uvune. Ukiwa njiani unapeleka mzigo wako nyumbani, wao ndo wanakuja wanachukua. Kwa hiyo Israeli walikuwa wamepata mateso sana na walitwezwa sana, na Biblia inasema walikuwa wana maumivu kweli kweli. Ikafika wakati sasa wakaamua kumlilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wakaanza kumlilia Bwana, kila itwapo leo wanalia mbele za Bwana. Bwana akasikia kilio chao. Yaani Bwana alivyokuja hakuja moja kwa moja kuwasaidia, ila aliwaambia kitu kimoja hapa. Aliwaambia hayo yote yamewapata kwa sababu mimi hapa ndiye niliyowaambia mkwee muje mpaka hapa, na hata kabla mjaingia hapa na hata mlipofika niliwaambia hao Waamori ambao mnaenda kukaa kwenye nchi yao, achaneni na miungu yao, mtanikwaza. Lakini Wanaisraeli walipofika pale wakaamua kujichanganya, wakaanza kuishi na kufuata desturi za watu waliowakuta. Na moja kati ya vitu ambavyo vinawafanya watu wengi maisha yao yaharibike
ni kufuata desturi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa umeokoka, mtu wa Mungu, achana na desturi za watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Achana na desturi za watu ambao hawajaokoka. Achana na desturi za watu ambao bado hawajamwamini Mungu. Wao wana desturi zao na sisi tuna desturi zetu. Maana sisi kuna namna ambavyo tunatakiwa tuishi ili tumpendeze Mungu. Sasa Mungu anawaambia Israeli, mlipo nikwaza ni pale tu mlipoamua kufuata desturi za watu wengine na kuabudu miungu yao. Hapo mimi nikakaa pembeni. Na Mungu wetu ndivyo alivyo. Pale tu unapoamua kumpa kisogo na kugeukia miungu mingine, Mungu naye anakaa pembeni. Na Mungu siku zote akikaa pembeni, ndipo maadui wanakuweza. Unajikuta unaingia katika mikono ya adui. Na ukishaingia kwenye mikono ya adui, mateso lazima yaanze. Israeli wakapata mateso mengi sana. Mateso yale hayaelezeki. Walikuwa wanapigwa vibaya mno. Walikuwa wengine wanakamatwa, ulimi huu unafungwa kwenye farasi. Ulimi wanachukua kamba, wanafunga ulimi kwenye farasi. Alafu ile mtu anapanda, yule ambaye ndo anayekutawala anapanda kwenye farasi. Alafu farasi amefungwa kamba, alafu wewe umefungwa kwenye ulimi. Manake unavutwa na ule farasi lakini na ulimi wako. Manake wale watu walikuwa wanapata mateso vibaya mno. Kuhusu kufanya kazi usiseme. Walikuwa wanatumikishwa kiasi kwamba Israeli kuna wakati ulibidi wao wanakimbia hata majumbani kwao, wanaenda kujificha kwenye mapango kwa sababu ya ubaya ambao walikuwa wanatendewa na hawa watu. Mambo yalikuwa ni mazito sana. Ila sasa hapo ndo amemlilia Mungu. Mungu kabla hajawasaidia akaamua sasa awape masharti yake. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua awape sasa masharti. Akaamua sasa awape masharti yake. Na masharti yake sasa akaambia, nyinyi kwa kuwa sasa mliabudu miungu mingine, kwa hapo kinachofuata ni toba. Baada ya kufanya toba, Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufanya toba, hapo ndipo sasa tutaanza kuongea lugha nzuri inayoeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Kwa hiyo story hiyo ikawa imeishia hapo. Kwa sasa Mungu akawa anatafuta sababu. Unajua niliwaambia juzi kwamba Mungu akitaka kuokoa ama akitaka kuingia kwenye mji, anatafuta mtu. Mungu hana shida na watu. Mungu ana shida na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu ana shida na mtu. Wakati wowote ule, hii naomba uikumbuke. Mungu ana shida na mtu, hana shida na watu. Ndio maana akitaka kuingia kwenye familia yako, anamtafuta mtu. Bwana Yesu asifiwe. Akitaka kuingia kwenye nchi, anamtafuta mtu. Kote kwenye Biblia ukiangalia, Mungu alipokuwa anataka kuokoa, alitafuta mtu. Hata alipokuwa anataka uokoe ulimwengu wote, ilibidi tu afanyike kuwa mtu. Maanake kwenye ulimwengu huu Mungu atatumia mtu tu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa neema ya Mungu usiku wa leo tutamwomba Mungu akutumie wewe ili uweze kuokoa familia yako, ili uweze kuokoa jamii yako. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Mungu anaweza na anaweza kabisa kukutumia wewe. Jambo la kwanza tukalifanya, tutamwomba Mungu toba. Kwa sababu inawezekana kabisa kwa namna moja tumeingia kwenye hayo mateso. Kumbuka ni safari yetu tunaanza leo, ni safari ya siku 7. Bwana Yesu asifiwe. Tutamwomba Mungu toba, alafu tutamwomba Mungu atutumie, alafu baada ya hapo sasa tutaingia sasa kusema na kila teso ambalo linasumbua maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baadaye kidogo tunaona kwenye mstari wa 12 nafikiri pale tunaona Biblia anasema malaika wa Bwana sasa anaenda anamtokea mtu. Sema amen. Kama nilivyokuambia, Mungu anatafuta sababu. Hapa mbele tunaona malaika wa Bwana anamtokea mtu. Anamtokea nani? Anamtokea mtu mmoja anaitwa Gideon. Wanaisraeli kule wamelia. Naomba uelewe. Lielewe sana hili. Bwana Yesu asifiwe. Unamlilia Mungu hapa kwa habari ya kazi. Mungu kuna mtu anaenda kumtokea wa kukupa wewe kazi. Si unanielewa? Haleluya. Haleluya. Kwa unalia hapa, kuna mtu Mungu kule anaenda kumtokea. Wewe utashangaa tu. Kesho kuna mtu anakuita. Kesho kutwa kuna mtu anakuita. Mwezi ujao kuna mtu anakuita. Nilikuwa nakutafuta muda mrefu. Ni Bwana akashamtokea. Ndio Mungu yuko hivyo. Wana Israeli wamelia kweli kweli. Tunaona Mungu sasa anamtokea Gideon. Na Gideon anapotokewa na Mungu, Mungu anamwambia Gideon, Bwana yu pamoja nawe. Gideon akasema usitake kunitania. Kama Bwana angekuwa pamoja nasi, mbona haya yote ametupata? Kwa
Kwa kumbe Gideoni ni moja kati ya watu ambao wamefikwa na mateso, na hata hapo kwenyewe yuko zake shambani analimalima hapo, baadaye wachukua mazao waende kuyaficha, kwa sababu huwezi kuyaweka nyumbani. Kuna mahali lazima ukayafiche, kwa sababu ukiweka nyumbani wale jamaa wakipita ni kusagula sagula, unachezea kichapo na msosi unatoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Gideoni anatokewa na malaika, anaambiwa Bwana yuko pamoja nawe. Gideoni anakataa. Gideoni anasema kama Bwana angekuwa pamoja nasi, mbona haya yote ametupata? Manake naonesha kwamba Gideoni alikuwa amefika mahali amekata tamaa, amemkatia tamadi Mungu mwenyewe. Alafu mbele kabidi amuulize, yako wapi matendo tuliyohadithiwa na baba zetu? Si huyu Mungu ambaye ametuvusha kwenye bahari ya Shamu, sio huyu Mungu ambaye tumevuka Yordan, sio huyu Mungu ambaye mambo ya ajabu tumesimuliwa. Si tumezaliwa tu huku mbele, lakini huko nyuma tumeambiwa kwamba Mungu wetu si anatisha, Mungu wetu si anaweza. Sasa inawezekana vipi haya yote ametupata na huyu Mungu yupo? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Gideoni analalamika na maswali ambayo Gideoni analalamika, Bwana Yesu asifiwe, ni maswali ambayo inawezekana hata na wewe mwenyewe unajiuliza, kama Bwana yuko pamoja nasi, mbona haya yote ananipata? Mbona magonjwa ananipata? Mbona shida zinanisumbua? Mbona pesa inanisumbua? Mbona nalala na njaa? Mbona hiki na hiki kimetokea? Mbona ninaishi kimateso? Mbona watu wananibagua? Mbona ndugu amenitenga? Mbona nakataliwa, kila ninapokwenda nakataliwa? Kama Bwana yuko pamoja nasi, mbona haya yote yametupata? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hilo ni swali la kila mtu, hilo ni swali la kila mtu, na inawezekana huu mwaka umeanza tu kwa shida. Kuna mtu umeingia kwenye shida, unaingia kwenye mateso, imefika wakati unasema inawezekana Mungu hayupo, inawezekana Mungu hayuko pamoja na mimi. Lakini nataka nikwambie Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu yuko pamoja na wewe na yuko tayari kukuletea msaada wake, yuko tayari kukuletea msaada wake. Hizi siku 7 utaenda kumwona Mungu kuliko kawaida. Wewe kuwa mwaminifu tu, wewe kuwa mwaminifu tu, uje tu kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Usiogope hii changamoto. Hii changamoto ya umeme kesho tu mimi nitaimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Hii changamoto ambayo tumeipata, ninajua adui alikuwa anataka kuzuia kitu gani. Maombi haya alikuwa ni maombi ambayo yeye mwenyewe ameyaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hata hivyo nataka nikwambie, hata leo hii hamna kitu chochote atakachozuia. Tutaomba na leo tutakuwa tumefungua rasmi siku zetu 7, na kuna kitu kikubwa sana Mungu ataenda kukifanya. Gideoni analalamika, anasema kama Mungu yuko pamoja nasi, mbona matatizo amenipata? Wewe mwenyewe unajiuliza swali gani? Kuna swali inawezekana nawe unajiuliza kulingana na shida, kulingana na teso ulilokuwa nalo. Lakini nataka nikwambie, yuko Mungu ambaye anakomesha mateso. Yuko Mungu ambaye anakomesha mateso. Anamwambia sasa Gideoni, inuka sasa na uwezo wako. Kumbe Gideon anao uwezo na yeye hajui kama anao uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anamwambia inuka na uwezo wako huu. Gideoni huyu mlimaji, huyu mkulima, uwezo gani? Anasema inuka wewe sasa uende ukawaokoe wana Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kuna mtu huko akilia, kuna mtu atatokewa na Bwana, nenda kamuokoe mtu fulani. Na hicho ndicho ambacho mimi nataka hizi siku 7 tumlilie Bwana. Tulie kiasi kwamba Mungu ainue mtu, hata kama yuko China, hata kama yuko Uingereza, hata kama yuko Japani, hata kama yuko Marekani, hata kama yuko Arusha, hata kama yuko Mbeya, hata kama yupo Kinondoni, hata kama yupo Bagamoyo, mahali popote pale katika dunia hii, Mungu akamtokea huyo mtu kwa ajili yako. Sema amina kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hicho ndicho ambacho nataka nikwambie. Mungu yuko tayari kutusaidia. Anamwambia inuka. Kumbe step namba 1 ili Mungu akusaidie, step namba 1 ni kuinuka. Sasa unaniambia, utaniuliza pastor, na inuka naenda wapi? Apostle, niinuke niende wapi? Inuka, anza kuomba. Hiyo ndio step namba 1. Haleluya. Kwa sababu shetani anavyokuwa anakuletea shida kwenye maisha yako, kitu cha kwanza anachokifanya, anaiba imani yako kwa Mungu. Haleluya. Shetani ili akupige, kitu kikubwa ambacho anakifanya ni kukuletea, kukupandikizia mashaka, na yale mashaka ukiyapokea, anaitindinganya ile imani yako kwa Mungu. Unaanza kumtilia mashaka Mungu wako, unaanza kutilia mashaka hata wokovu wako. Kuna mtu mwingine anasema, mimi kuokoka nimefanya makosa nini? Mbona haya mambo yote yananipata? Ukiona unaanza kujiuliza maswali kama hayo, ujue imani yako tayari ishatingishwa, na usikubali imani yako itingishwe. Malaika wa Bwana anamwambia Gideoni, inuka na uwezo wako huu. Inuka sasa hivi.
inuka, maana ni wewe sasa ndiye utakayewaokoa wana Israeli. Swali hata hilo, maneno kama hayo aliambiwa hata Joshua, ataambia ni wewe ndiye utakayewavusha wana Israeli. Lakini tunamwona mtu mwingine hapa anaitwa Gideon, anaambiwa ni wewe ndiye utakaye wasaidia wana Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, sema amen, haleluya. Anamwambia enenda kwa uwezo wako huu. Kuenenda maanake ni kutoka mahali ulipo sasa na kulikabili tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Unaanza kulikabili tatizo kwanza kwa maombi. Ukiona unapitia mateso na mpaka hamu ya kuomba imeisha, ujue ndo unaenda kuisha moja kwa moja. Kifo kipo mlangoni mwako. Haleluya. Kubali wakuibie vyote, wasikuibie maombi. Kubali wakuibie vyote, wasikuibie imani yako kwa Mungu. Kubali wachukue kila kitu, wasichukue imani yako kwa Mungu. Wasichukue maombi yako, wasichukue kuabudu kwako, wasichukue sifa zako kwa Mungu wako, wasichukue ule uaminifu wako kwa Mungu, wasichukue utakatifu wako. Maana adui anaweza akakupandikizia hadi utakatifu, hadi dhambi. Sababu unaweza ukawa umepitia stress, changamoto, adui anakuambia wewe poza, wenzako wanakunywa bia pale, hebu na wewe piga hata tungi hapo, punguza mawazo. Samahani wewe, itaongeza glass na mawazo. Hii maanake wameiba utakatifu wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usikubali wachukue utakatifu wako. Biblia inasema heri wenye moyo safi, kwa maana watamwona Mungu. Endelea kuwa na moyo safi, usiuchafue moyo wako kwa sababu ya shida. Usiuchafue moyo wako katika kipindi kama hiko. Ni kipindi cha kutulia na kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Giza alikumtisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa haukumtisha Mungu. Haleluya. Yale maji mengi hayakumtisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yale maji mengi Mungu alikaa juu yake. Nami nataka nikwambie, hayo matatizo, hayo mateso, simama juu yake, simama juu yake. Tunaondoka na huo uwezo wako. Uwezo unao, uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako unao, na hizi siku 7 utaenenda kwa uwezo wako. Nami ninakuombea kwa Mungu, maombi yako yasiibiwe kwa jina la Yesu. Ninakuombea kwa Mungu, nguvu zako zisiibiwe kwa jina la Yesu. Ukawe mtu ambaye unasimama sasa. Anamwambia enenda. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia enenda kwa uwezo wako huu, ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia Bwana, nitaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase. Inawezekana hata nawe unajiuliza, mimi nitawasaidiaje? Mimi nitatoboaje kati kwetu sisi ni maskini? Listen to me. Kuzaliwa kwenye familia maskini inawezekana kabisa, sio shida. Lakini kufa maskini ni shida yako wewe. Kuzaliwa na wazazi maskini sio shida. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Lakini wewe kufa maskini ndio shida. Sema amina katika jina la Yesu. Sema amina katika jina la Yesu. Haleluya. Anasema Bwana, nitaokoa kwa namna gani? Maana ndugu zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Mimi ndiye mdogo katika nyumba ya baba yangu, mimi ndo mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo nataka tuanze safari ya kukomesha mateso. Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Wangapi wako tayari? Nataka uinuke, uanze kuenenda kwa huo uwezo wako, huo ambao wewe unauona mdogo. Hayo maombi yako unayoona madogo, ndo hayo Mungu asingekufuata. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nataka nikwambie, imani hiyo uliyokuwa nayo inatosha. Biblia inasema mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mnaweza mkauambia mlima huu ng'oka hapa nenda baharini. Mnaweza mkauambia mti huu toka hapa nenda kule. Mnaweza mkaambia chochote toka hapa nenda kule. Ni imani, maajabu ya imani kidogo. Haleluya. Uliwahi kumwomba Mungu ukapata kazi, alafu ukaenda ukafukuzwa kazi? Imani ile ambayo ulimwombaga Mungu akakupaga kazi, tumia imani ile kumwomba Mungu upate kazi nyingine. Inawezekana. Ila shida ni moja tu, unapoingia kwenye matatizo na imani nayo inaibiwa. Haleluya. Si ni wewe ambaye uliombaga Mungu akafanya kitu fulani? Si ni wewe ulimwombaga Mungu akakupa mtoto? Si ni wewe ulimwombaga Mungu akakuepusha na ajali? Imani ile umeipeleka wapi?
Si kwamba umeangalia matatizo, si kwamba umeziangalia shida na imani yako ikaondoka. Haleluya. Ngoja nikwambie, ukizitazama sana shida, imani inaibiwa. Haleluya. Siku moja wakina Petro hapo kwenye mtumbwi, Yesu akawa anatembea juu ya maji. Wale wakafikiria kwamba ni mzimu. Kufikiria kwamba ni mzimu, Petro akasema, Yesu akajitambulisha. Baada ya Yesu kujitambulisha, Petro akasema, Bwana, kama ni wewe niamuru nije, niamuru nikufuate kama ni wewe. Anakamwambia waweza kuja. Petro naye akaanza kutembea kwenye nini? Kwenye maji. Petro naye anaanza kutembea kwenye maji. Petro naye anaanza kutembea kwenye maji. Petro naye anaanza kutembea kwenye maji. Mawimbi yakapiga. Petro akaacha kumtazama Yesu, akaacha kusonga mbele, akaacha kukazana, akayaangalia mawimbi. Mawimbi alivyoyaangalia yakamtia mashaka. Petro akaona shaka, akaanza kuzama. Haleluya. Shida sio Yesu. Haleluya. Shida ni Petro, na shida yake ni yeye kaziangalia sana shida. Haleluya. Ngoja nikwambie, shida ziko tu, shida ziko tu, ni kuna namna tu ukiacha kuziangalia na kufocus na utafutaji wako. Kuna kipindi ukiziangalia shida, unaweza ukakaa huko chumbani kwako huko ukasema, ni hapa duniani hapa nasindikiza sana watu, mimi nasindikiza watu. Usifanye mchezo ukasikia kuna mtu kajinyonga na kaandika barua pale, maisha magumu. Mtu kajinyonga, maisha magumu ambao hata na wewe unayo. Yule mtu amefika kiwango cha mwisho na shetani akaiba kila kitu, alafu suluhisho pekee alilomwekea ni kujiua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kujiua sio suluhu, auepuki chochote. Aliyokuambia kwamba ukijiua huko unapokwenda unakwenda kuwa salama ni nani? Hauendi kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nataka uinuke na uwezo wako. Tunaanza safari ya kukomesha mateso. Nimesema hatua ya kwanza, tutaingia mbele za Mungu kumwomba toba. Tutakuwa na maombi kama matatu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tutamwomba Mungu toba. Sema amen. Sema amen. Na pili nilisema nini? Na pili nilisema nini? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na pili nilisema nini? Baada ya kumwomba Mungu toba. Mstari wa 14, Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Midian. Je, si mimi naye kutuma? Sema amen. Manake iko nguvu ambayo Mungu ameweka ndani yetu. Haleluya. Lakini hofu, mashaka ambayo shetani ameyapanda, imani yote imeibiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya.